walianza wanawake wa Rujewa kwamba tunapokwenda kwenye kituo cha afya kupata huduma tunatozwa shilingi 20,000 ili tufungue kadi. Leo mbele ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwananchi mwingine amesema anapokwenda kituo cha afya anatozwa shilingi 14,000. Serikali za mitaa huku wilayani, tarafa, kata mpaka huku kijijini ndiko kunakotoa taswira ya serikali kuu namna inavyofanya kazi. Kwa hiyo huku ngazi ya chini tukishalenga kuwahudumia wananchi, ndivyo hivyo ambavyo wananchi wanakosa imani na serikali. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kujenga imani ya serikali kuu huku chini kwa wananchi. Kila mtumishi ambaye yuko serikali ya mitaa ni mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata, afisa tarafa, mkuu wa shule, mwalimu mkuu, afisa kilimo, tabibu. Kazi yako wewe ni kufanya kazi ya kujenga taswira nzuri ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, taswira nzuri ya mkurugenzi wako, taswira nzuri ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, taswira nzuri ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Anachokipanga kule juu anakituma huku juu chini. Watekelezaji ni sisi watu wa serikali za mitaa, ndio watekelezaji. Sera ya afya imeweka wazi kwamba mama mjamzito na mtoto chini ya umri wa miaka 5 atibiwe bure. Sisi kazi yetu ni kutekeleza sera hiyo, sio kuifanyia maboresho. Ukiifanyia maboresho sera hiyo, wananchi wataona hii serikali inatudanganya. Kwenye majukwaa, vyombo vya habari, viongozi wanasema mama mjamzito atibiwe bure, kadi ni bure, lakini pia mtoto chini ya miaka 5 ni bure, lakini mbona bado tukienda tunatozwa? Kwa hiyo uhalali wa sera ya afya katika kipengele hicho unakuwa haueleweki. Viongozi wakubwa wakija wanasema hii, mkienda kituo cha afya mnasema hii. Mimi nafikiri mganga mkuu kuna haja ya kuboresha. Fanya maboresho ndio. Mtu anakuja mjamzito na hili tumbo, mnamtoza kazi gani? Tumbo inaonekana. Tufike sehemu, yaani kuna vitu ambavyo ni vidogo sana. Kitu kidogo mno. Kama anakuja na tumbo tunaliona hili, huyu tutaweka utaratibu wa sheria ndogo. Kama amechelewa kuja kliniki, wekeni utaratibu wa kuwatoza. Unakwenda na ujauzito mkubwa, wao watafute namna njema ya kutoza. Lakini kama ana ujauzito, mimi sishauri. Angalieni, kaeni kwenye vikao, pitisheni, msitumie matamko ya kwenye majukwaa. Kaeni kwenye vikao, muangalie vizuri, muyapitishe. Mkija huku fanyeni mikutano, muwashirikishe. Msipowashirikisha italeta tatizo. Mheshimiwa diwani kwenye wodi si wakae washirikishe, italeta tatizo. Ni kweli inawezekana, viko vikao vimeazimia hivyo. Unapokwenda wanakutibu kama mgonjwa wa kawaida. Sasa wakae waangalie namna bora ambayo itapunguza malalamiko, kwa sababu hili linalalamika hapo ni mara ya pili, sio mara ya kwanza. Linalalamika kwa mbunge, mkutano wa hadhara, leo limelalamikiwa hapa, kesho litalalamikiwa kiongozi mkubwa atatoa maelekezo. Naelekeza mara moja acheni. Kitu ambacho sisi tunaweza kukaa tukakifanya wenyewe bila kusubiri matokeo ya viongozi wakubwa. Kwa hiyo ushauri wangu ni huo. Kaeni mfano utaratibu huo, nayo hiyo itakuwa sawa. Mwisho, watendaji, watumishi wa serikali kwa serikali za mitaa huku chini ambao sisi tutafanya kazi, naomba mfanye kazi kwa bidii, lakini fanyeni mikutano ya hadhara. Toweni elimu kwa wananchi, na ninyi wananchi hudhurieni mikutano ya hadhara, msikae nyumbani. Pale mtu wa mifugo na kilimo ametoa elimu nzuri kwamba mfugo ni shilingi 100,000 wa mbolea, huku unanunua shilingi 75. Mwananchi anao 75, sababu mbona hii ni ndogo? Kama ndogo kanunue dukani. Umeseviwa 25. Mheshimiwa Rais weka zaidi ya 20,000 pale, wewe usinunue mbolea bei. Wewe unaona bwana dukani utofauti ni mdogo. Hapana. Sasa fanyeni mkutano hadhara, toweni elimu, watu wajue na waelewe. Je, leo alivyokuwa jana leo tofauti? Ameshafahamu Mheshimiwa Rais au serikali inaongeza kiasi gani hapa juu kwenye